Somo langu lilikuwa linasema waambie watu wangu waningojee. Wafanyaje? Waningojee. Usitoke kwenye hiyo point. Hata nitakwenda mbali, lakini point ni moja, kwamba waambie watu wangu waningojee. Ndio somo lenyewe. Bwana asifiwe sana. Jumapili iliyopita limalizia kitabu cha Mathayo 6 mstari ule wa 32b, ambapo lisema Yesu anasema Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji haya yote, mavazi, chakula na kila kitu. Bwana asifiwe sana. Pale Yesu aliposema maisha je? Bwana asifiwe sana. Asema angalie ndege wangani, ya kwamba hawapandi wala wavuni wala wakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni walisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Asema je, ninyi si bora kuliko hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Yesu alikuwa anauliza hilo swali, lakini kiini cha hilo swali, hakuna mwanadamu awaye yote anayeweza kujiongezea kimo chake. Lakini Kristo alionyesha uwezo wake ya yeye kuweza kutoa uhai wake na kuichukua tena, akaonyesha ukuu na uweza wake. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Andiko liko katika kitabu cha Yohana. Tusome Yohana 10 mstari wa 17 na 18. Nitakuachia ila andiko, utafuatilia mambo mengine uko mbele. Bwana asifiwe sana. Yohana 10 mstari wa 17 na 14. Sijaingia kwenye somo la leo, ila naendelea kwenda mbele kidogo. 10 mstari wa 17 na 14. Biblia inasema hivi, Yesu anazungumza haya. Mstari wa 17 anasema, ndipo Baba anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utwae tena. Linganisha, yupi mkwenu ambaye anaweza kujiongezea kimo chochote? Akitoa kidole chake anaweza kurudishia? Hayupo. Bwana asifiwe sana. Lakini Kristo anatoa uhai wake, alafu tena anaitwaa, anaichukua, anajivika, alafu analeta uzima ndani ya kanisa. Umekubaliana na mimi? Mshangilie Bwana. Mstari wa 18 anasema hivi, mstari wa 10, hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe, nami nina uwezo wa kutoa. Na uwezo wa kufanyaje? Nina uwezo wa kutoa tena. Ana uwezo wa kutoa na ana uwezo wa kutoa tena, akajirikishia au akajimilikisha uhai tena. Lakini kwa wanadamu haiwezekani. Amen. Sasa anahitaji, naenda kwenye somo la leo, anahitaji tumtafute yeye. Kumbuka somo langu lilikuwa linasema Bwana ameniambia kwamba waambie watu wangu waningojee. Wafanyaje? Waningojee. Usitoke kwenye hiyo point. Hata nitakwenda pale mbali, lakini point ni moja, kwamba waambie watu wangu waningojee. Ndio somo lenyewe. Bwana asifiwe sana. Katika hili tunaanza na Mathayo hiyo 6:33. Mathayo 6:33.
33 anasema 33 anasema hivi, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kuna mambo ambayo tunaweza kutafuta kwa bidii tena kwa nguvu zote, lakini tukapata hasara kubwa katika maisha. Hallelujah. Bwana apewe sifa sana. Na ninapoangalia watu wengi, hasa sizungumzi na watu ambao hawajaokoka, nazungumza na wewe ambao umefanyaje? Sema nimeokoka. Bwana asifiwe sana. Somo hili linakuhusu wewe baada ya kumfuata Yesu Kristo. Mbuka Yesu kusoma mlango wa 4 na wa 5. Pale kwenye mlango wa 5 Yesu anaanza kufundisha mafundisho ya mlimani. Na pale anaanza kuonesha uwezo wake, nguvu zake alizo nazo, uponyaji juu ya afya. Maana ukija kwa Yesu lazima kama uko na magonjwa, Wakenya wanasema kama umegonjeka lazima Yesu aondoe ugonjwa ili upate kumwabudu Mungu katika roho na nini na kweli, ukiwa huru mbali na maumivu. Bwana asifiwe sana. Hiyo Mungu anakuponya. Ni hakika kwamba Mungu anafanyaje? Anakuponya. Anakuponya. Kitu cha pili ambacho Mungu atakupa neema yake ni pale atakapokufungua ufahamu wako baada ya kuokoka. Baada ya kukutana na yeye unafunguliwa nini? Ufahamu. Kuna kuponywa afya na kufunguliwa ufahamu unapokutana na mwamba wa uzima ambaye anaweza kutoa na anaweza katwaa. Haleluya. Unapokutana huyu mwamba Yesu Kristo Mwokozi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Katika kitabu cha Luka mtakatifu 24 kuanzia mstari wa 44 endelea kusoma mpaka 49, lakini sehemu ambayo nataka nikae vizuri nitakufunda kuambia, asema kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyoambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Mstari wa 45, Mungu unapookoka au unapokutana na Yesu, kitu ambacho atakifanya Yesu Kristo ni kukufungua ufahamu. Kufungua nini? Ufahamu. Ufahamu wa kuelewa maandiko. Na unapoelewa maandiko ya Yesu Kristo Mwokozi, ndipo unapoweza kufuatilia ahadi za Mungu alizoweka kwa ajili yako. Amen. Bwana apewe sifa sana. Unapata ahadi ya Mungu ambaye ameandika kwa ajili yako. Unafunuliwa akili zako, ufahamu wako, unakuwa unaelewa maandiko unapokutana na Yesu. Amen. Wakati ule Yona akaambiwa na Mungu, angalia hawa wana wa Ninawi ambao hawezi kutofautisha baya na nini na jema. Kwa Biblia ya kwetu inasema hivi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Inazungumza hivi, wale kulokumoko lemidi maitoro dabu orion. So wale Wamasai watanielewa. Dabu orion. Hawezi kutofautisha kiganja na upande huu. Amekwenda kwao. Kwa Mungu aliwahurumia wale
Na Kristo amekuja kutuhurumia sisi ambao tangu mwanzo tunaletewa habari, tunasomewa, tunapewa maagizo, lakini kupambanua sisi hatuwezi. Bwana apewe sifa sana. Lakini leo unapofunguliwa ufahamu wako na Kristo, unaposoma Biblia, unatambua, unaelewa, unajenga uelewa, kwa sababu yuko Roho Mtakatifu ambaye anakusaidia kupambanua mema na nini na mabaya. Haleluya. Hautatenda dhambi kwa sababu unamjua aliyekuita, unamjua agizo lake. Haleluya. Unajua kuna haki inayopotea, na mtu aliyepoteza haki yetu ya kuishi ni Adamu wa kwanza, ambaye alipoteza kwa njia ya dhambi. Lakini Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo anaturejeshea haki ya kumwabudu Mungu katika roho na nini na kweli, na kufurahia ibada iliyo njema. Tukisoma maandiko tunakutana na ibada iliyo nini njema. Tunafurahia Mungu wetu, maana yake ndani hakuna hatia. Amen. Unajua ukimwabudu Mungu ukuna hatia ndani, furaha hamna. Hamjanielewa? Bwana apewe sifa sana. Ukija ibadani una hatia moyoni, ukija ukiimba hata sifa hazinogi. Hata watu wakiimbaje hainogi, kwa sababu ndani una mashtaka. Na Kristo amekuja kufuta shtaka ndani ya moyo wako, ili upate kumwabudu Mungu katika roho na nini na kweli. Ndani mwako haudaiwi. Amen. Aufanyaje? Haudaiwi. Yesu akasema, yani anasema, ulimwenguni mnaye dhiki, lakini jipeni moyo, maana mimi nimeushinda. Amen. Yuko aliyetangulia kushinda hatia zako zote. Kabla wewe hujashinda, ameyachukua akayagongomania pale msalabani, au akaweka pale msalabani. Haleluya. Alipoweka pale msalabani, tunapokea uzima, tunakuwa na haki ya kumwabudu Mungu katika roho na nini na kweli, dhambi ikiwa mbali na sisi. Paulo anazungumza hivi. Paulo anasema hivi, tazama yote yamekusha kwa nini mapya, ya kale yamefanyaje? Yamepita, sasa yamekuwa nini mapya katika Kristo Yesu Bwana. Haleluya. Najua kazi ya Yesu, anaondoa usandawe, anakupatika vya kiroho. Ukikutana na Masai ni ile tu kawaida kwamba tunajuana kwamba tukua watani, lakini utani hakuna tena pale. Wanja tu tukutana tunajua kwamba tukua watani, lakini hamna tena utani pale. Tumekomolewa kwa damu ya nani? Ya Yesu Kristo Mwokozi. Bwana apewe sifa sana. Tuna hakika ya kwenda wapi? Mbinguni, tukiwa pamoja na nani? Na Kristo. Ndio maana tunaokolewa, ndio maana tunakusanywa, ndio maana tukutana katika kusanyiko la kujifunza neno la Mungu kwa pamoja, ili kuwajulisha wengine wasiomfahamu Kristo wapate kumfahamu. Na Kristo Mwokozi asema, mnitazame mimi, mniangalie, mjifunze kwangu. Haleluya. Tunapookoka, tulia kwa Yesu Kristo, simama pamoja naye, tulia katika mafundisho yaliyo sahihi. Haleluya. Unaenda huyu leo hii nikimwambia na mnyang'anya utamaduni wako hataki, ingawa ameolewa na Wamasai. Na ukishaolewa na Masai lazima uende kwa Wamasai. Sije ukafikiri kwamba unabaki Uchagani. Kishaenda kwa Yesu, umeenda kwa Yesu, haubaki tena duniani. Haleluya. Tuna mume mmoja wa makabila yote, ya mataifa yote, waliomwamini ni Bwana Yesu Kristo Mwokozi. Tuna kabila moja la watakatifu watakaye kwenda mbinguni,
na sera yao ni utakatifu, ni Bwana wa uzima, ni Mungu wa upendo. Tutamfuata hadi tufike Sayuni. Tutamfuata yeye hadi tufike Sayuni. Haleluya. Hapo kufikia mapambazuko ya alfajiri ya mbinguni, tutatembea pamoja naye, tutakula pamoja naye, tutasimama pamoja naye, tutafutwa machozi na yeye peke yake. Haleluya. Katika kumngoja Kristo Mwokozi, asema utafuteni kwanza ufalme wake. Biblia inasema hivi, asema hivi, bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mzazidishwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha siku kwa maovu yake. Kristo anaweka ili kwamba kipi cha kupa kipaumbele. Maana kanisa la leo ni watafiti. Wana masikio nini? Ya utafiti. Kipi cha kupa kipaumbele? Maana iliwasumbua hata mitume. Na Kristo anasema cha kuipa kipaumbele ni kumtafuta kwanza Bwana wa uzima. Sihubiri kwa sababu najua mmeokoka wote, lakini inabidi ni hubiri habari hizi kwa sababu watu mmegeuka hivi. Yale mliyeyaacha mmeyarudia tena, mnasonga mbele katika hayo mkifikiri kwamba huko kuna uzima. Kule hakuna uzima, kuna kukupumbaza tu. Jioni na kukuta ukipumbaa. Bwana apewe sifa sana. Na bora nikueleze ukweli, ili kwamba ninapokueleza ukweli uamue na uweke maamuzi peke yako. Ili unapoweka maamuzi peke yako ujue kwamba cha kutafuta kwanza ni kipi. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Utafuteni kwanza ufalme wa nani? Wa Mungu. Uelewa wa Mungu. Jua hapo nyuma nimesema hivi, Yesu akawaponya, wakafunguliwa wenye shida, wenye taabu, mikosi kaondolewa. Haleluya. Wakapewa ulinzi wa kutosha, kama ulivyopewa ulinzi wa kutosha. Baada ya kuokoka umepewa ulinzi wa kutosha. Baraka za Mungu ziko juu yako. Umeondolewa hofu na mashaka. Na siku za leo wahubiri wengi wanahubiri habari ya hofu, wanakuofisha na kuondolea hali ya kuomba, ili wewe usiwe sababu ya kuomba. Nikuambie Bwana amesema hivi. Haleluya. Haleluya. Amesema hivi, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtafanyaje? Mtaona. Haipo katika umoja, ipo katika wingi. Haleluya. Katika nini? Wingi. Ombeni nanyi mtafanyaje? Mtapewa. Haijatamka kwamba mchungaji pekee ndiye aombe, bali kanisa limuombe nani? Bwana, tena kwa bidii. Na wenzetu wa kwanza walimtafuta Bwana kwa bidii na Mungu akawafungulia neema. Haleluya. Milango ya gereza ikatikiswa. Kwa sababu gani? Wako watu waliokaa nyumbani mwa Bwana wakimuita Bwana, wakamwambia Bwana jambo ambalo halijawapendeza mioyo yao. Walipomuita Bwana, gereza likatikisika. Petro akafunguliwa gerezani na malaika wa Bwana akatembea pamoja naye. Maana kusudi la wanadamu linakomeshwa na uwepo wa Bwana. Haleluya. Hajasema nabii akaomba. Hajasema nabii akaomba. Hajasema mtume akaomba. Hajasema mwalimu akaomba. Hajasema mchungaji akaomba. Kanisa likasimama wakamuomba Bwana kwa bidii.
kwa bidii. Sasa wewe mtu mwenye ngano hizi ambazo unafundisha kwa nguvu zote, eti naona kwenda kutangatanga. Bwana kaniambia hivi, waambie watu wangu waningoje, wanisubiri, wakati wangu unakuja. Wakati unakuja. Tunaposoma neno hili katika kitabu cha Matendo ya Mitume, katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12. Bwana asifiwe sana. Kuna majira na nyakati awala kanisa lazima lipite. Upende, nasema upende. Kuna majira na nyakati lazima kanisa lipite. Kuna majira na nyakati lazima upite na wewe. Lazima upite. Kuna majira na nyakati ambayo lazima utikiswe. Lazima utikiswe, ukungutwe. Amen, hallelujah. Wakati wa Ayubu, ukisoma kitabu cha Ayubu 1, Ayubu wakati ule anapofurahia mafanikio, anafurahia watoto, anafurahia mali, anafurahia uwepo wa Bwana, apakatikiswa. Pakafanyaje? Pakatikiswa kwa sababu Bwana anatamani aone jinsi ambavyo Ayubu alivyoweka tumaini kwake. Kuna wakati ambapo Bwana anataka aone jinsi ambavyo uliweka tumaini kwake. Je, utamtazama au utatazama vitu? Utatazama elimu yako au utatazama uwezo wa nguvu zako? Anataka aone nguvu ya uzima, nguvu ya imani iliyoko ndani ya moyo wako. Unatikiswa, imani inatikiswa, unajaribiwa. Haleluya. Unapojaribiwa lazima usimame. Ayubu akasimama. Sasa ngoja nikuondoe ujinga moja. Wewe unanisikiliza, kuna mahubiri, kuna misemo. Ikiwa kama mimi nimempenda Mungu namna hii, mimi nimemfuata Yesu, nimeokoka, kwa nini haya hawezi kunipata? Petro, Yakobo ni wateule wa kwanza. Wa kwanza ni Petro, akina Yakobo akafuata, na ni wateule wa kwanza ambaye Kristo aliwafuata akawaambia mnifuate. Wakaenda, unifuate. Ni ndugu hawa wawili. Hawa wote ni watoto wa nani? Sasa utajua Yakobo ni Petro ni yupi na nani, na Andrea ni yupi. Akaenda tena kwa Zebedayo, akamwambia unifuate. Akamuita tena huyu unifuate. Sasa huyu ndio Yakobo. Bwana asifiwe sana. Majira ya kudhoofishwa kanisa, adui anaposofisha kanisa akifikiri huyu namtoa ili kanisa lidhoofike, nenda kakae wewe, nenda. Lakini kafika saa anapomgusa Petro, sio kwamba Petro alikuwa kiroho kuliko Yakobo. Ujue Yakobo, wana theolojia wasema Yakobo ndiye alikuwa anasimamia kanisa la Yerusalemu. Bwana apewe sifa sana. Petro naye akachukuliwa ili kanisa liwe dhaifu. Bwana asifiwe sana. Lakini hili kanisa likamwomba Mungu kwa bidii. Likamwomba Mungu kwa nini? Kwa bidii. Lakini huyu njo, naomba wanaume watu kama wangapi? 4. Simama hapa. Huyu ndio Petro. Njoo na wewe. Simama hapa. Bwana apewe sifa. Njoo na wewe. Njoo na wewe. Yohana. Njoo. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa ni hivi siku hiyo. Bwana apewe sifa sana. Nani ambaye ana kitambaa ambayo kikizuri nifanye kazi? Lete hicho. Kila mtu alete, au lete ile madhabahuni. Lete ya madhabahuni.
Mfunge huyu. Mfunge huyu mikono. Hiyo kitambaa ni ndogo. Chukua hii kubwa. Funge mikono. Si mtatengeneza tu. Funge mikono. Bwana asifiwe sana. Wakamfunga. Hizi ni pingu. Yaani hivyo ufunga tu kama hivi. Ufunga tu, usifunge sana hivyo. Bwana asifiwe sana. Wakamchukua huyu. Wakampachika hapa. Wakamchukua na huyu. Wakampachika wapi? Hapa. Alafu huyu wakakaa hapa. Maaskari hawa kuhakikisha kwamba hatoroki. Lakini kanisa lilipoomba kwa bidii, Bwana apewe sifa sana, malaika wa Bwana akaja asiyeonekana, akaanza kupangua. Na huku miguuni akaondoa. Alafu Petro akawa nini? Huru. Akatembea Petro akiwa huru. Wakaongozana na malaika. Wanapoongozana na malaika, lakini tutambua kwamba maombi ya watakatifu ina siri kubwa mbele za Mungu. Ina siri kubwa mbele za nani? Za Mungu. Akafunguka, maana amefunguliwa na Bwana. Mkakae. Ndio maana tunapohubiri habari njema za Yesu, asema tafuteni kwanza ufalme wa nani? Wa Mungu. Viko vya kutafuta kwanza. Usikubali kuondolewa neema uliyopewa na Kristo mara moja ya maombi ambayo yamewekwa ndani mwako. Hicho kitu utadaiwa na Mwokozi, maana Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako, kwa ajili ya ondoleo la dhambi zako. Amekufa kwa ajili ya ondoleo la dhambi zangu binafsi. Tunapokutana tunasema kanisa, unaondolewa kirahisi. Biblia inasema shika sana ulicho nacho, mtu asije akafanyaje? Akakunyang'anya taji yako ya uzima. Unalo taji la uzima tayari. Umeshavikwa taji la uzima. Maombi ni taji ambalo umepewa ili utembee nayo, ili uishi nayo, ambayo itakupeleka hata mbinguni. Bwana apewe sifa sana. Bwana asifiwe sana. Unanyang'anywa kirahisi. Kirahisi tu. Eti kirahisi tu. Haleluya, haleluya, haleluya. Wewe kuomba. Unajua mimi nikimwomba ya mtu wewe tulia. Hata ukiomba kama yule mtu hana imani, inategemea imani ya nani? Ya mtu. Mara ngapi Yesu ni mwana wa Mungu anakutana na watu, asema imani yako imekuponya. Ulicho nacho ndicho kitakacho kuokoa. Imani ulionayo ndipo itakayokupa uzima. Na imani ukishakuwa nayo, maana unafunguliwa fahamu za kumjua huyu Bwana wa pekee, mwana wa Mungu aliyekufa pale msalabani, ambaye alipokufa alitoa uhai wake, akaitoa tena, akajivika uhai, akafuka mfufuka, akatembea akiwa hai. Anatembea ndani ya kanisa akiwa hai, na ahadi zake ametupa ili kila amwaminie apate uzima wa milele. Pate uzima wa milele. Sio ya kawaida. Sio ya nini? Niye mkimtumikia Mungu, watu marafiki zangu, nawaambia kila siku. Sijui ni jana, leo ndio nimesema, ni leo. Ngoja niwaambie wanangu, najua wote hapa ni watoto wangu wote hapa. Hamna hata ambaye si mtoto. Na mimi ni mzee, mimi sio kijana mwenzenu. Hata naporukaruka pamoja na nyinyi, nina uwezo wa kutamka neno juu yenu. Amenipa uzima. Amenipa neema ya kuwatamkia. Fanyeni kazi hii kwa bidii. Hii kazi mtaulizwa. Hii kazi mtafanyaje? Na afadhali mfanye kwa bidii, mfikie sehemu ambayo hapa tumeshindwa, alafu yeye awawezeshe. Na hii kazi natakiwa mjiombee. Mtadaiwa.
Je, waimbaji mtadaiwa nyie? Mtadaiwa. Wazee wa kanisa mtadaiwa. Unapowekwa hapa, hauko kwa bahati mbaya. Upo kwa kusudi la nani? La Mungu, kuhabarisha wenzako habari njema za nani? Za Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na Mungu anachotaka na anachoangalia ndani ya kila mtu ambaye ameitwa mtumikie, utii, unyenyekevu. Usiseme kwamba nimeshafanya sana. No. Hata mimi mwenyewe bado sijafanya. Mimi pamoja na kuona watu wachungaji wanaongeza ngo, wewe umefanikiwa. Mimi nasema sioni mafanikio ya aina yoyote. Bado sijamtumikia Mungu. Bado sijamtumikia Mungu ipasavyo. Na bahati mbaya sana, siku nazo zinanisonga. Siku zinafanyaje? Napohesabu tu nahesabu miaka nashangaa, hivi ni mimi? Zinasonga kwa haraka. Alafu najipa moyo, nasema sasa inafika wakati ambao hakuna kupumzika mpaka Kristo atakapokuja. Mpaka Kristo atakapofanyaje? Utawala unaweza ukapumzika. Sema namba 1. Utawala tunaweza tukapumzika, lakini sio injili ya Yesu Kristo Mwokozi. Haleluya. Unajua habari ya injili ni ya ajabu. Hata kicheko ni injili. Hey! Woo! Kicheko ni nini? Ni injili. Wakati ambapo Yohana anaposimama, anasema tu, anacheka, anasema wanangu mpendane, kumbe ni injili. Haleluya. Nami naomba hiyo miaka ifike nikiwa na nguvu hizi, nionekane hivi. Haleluya. Miaka inayo, lakini nini? Nguvu iko pale. Lakini kwa neema ya Bwana. Kwa neema nani? Bwana Mungu anipe neema hiyo. Lakini aniondolee huzuni. Aniondolee nini? Huzuni. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Mnaomba tusome kitabu. Bwana apewe sifa sana. Rumi 14 mstari wa 17. Kama hujafika nisome mimi mwenyewe. Rumi 14 mstari wa 17, Biblia inasema hivi: maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, nimekaa hapa leo naangalia watu wanaposifu Mungu. Naona watu ambao hawana sura ya furaha. Kwa nini? Kila mmoja amelimbikiza mambo moyoni. Sema kweli, si kweli? Si yako anayekutatiza. Sema tu kweli. Sasa kama una furaha, na binti ambaye amekemewa na mama yake kwamba amevaa nguo mbaya na alipenda kuvaa hiyo ili atembee namna hii, akija sema mama ananiingilia, wewe tulia ndani ya Yesu. Tulia ndani ya nani? Tulia ndani ya nani? Ya Kristo. Atakufundisha na jinsi ya kufanyaje. Sema ya kuvaa. Mwanamke utafundishwa jinsi ya kufanyaje? Ya kuvaa. Ngoja niwaambie wanawake mlioko hapa, nguo ambazo mnavaa za kuonesha maungo sio ndiyo inayempendeza mwanaume. Nikwambie kitu kinachompendeza mwanaume ni sifa ya moyo wa ndani, yenye unyenyekevu ndani, yenye uzuri ndani, yenye maneno ya faraja ndani. Utamvuta huyo mwanaume, utamkokota namna hii. Kila utakapokwenda utatembea, geuka unageuka, rudi unarudi. Hey. Utampeleka gwaride yote. Hebu njoo simama. Nani amewahi kwenda gwaride? Nani ametembeaga gwaride la jeshi? Njoo askari, njoo wewe. Njoo. Mbele tembea. Simama. Kulia geuka. Si askari mwaminifu. Kulia geuka. Kushoto geuka. Nyuma geuka. Mbele tembea. Hey, hop. Nyuma geuka. Askari
wa Yesu Kristo Mwokozi anatii, utampeleka mwanaume kama gwaride. Amen. Utamwambia baba, unajua kuna kitu fulani. Unasemaje mama? Kama hajui ataitika kama mzee Jongo, labeka mama. Sawa? Kama mzee nani? Jongo atasema labeka mama. Manake yupo mtu ambaye amempendeza moyo. Wanawake mpo wanawake. Hata mjipodoe. Tafuta na rangi zote, manjano, nyekundu, kijani, nyeusi, nyeupe, jipake uwe hata kama mbuni. Haitasaidia kitu chochote, lakini ndani ikiwa safi. Kulikuwa na mama mmoja ambaye mchungaji, alikuwa ni mama mmoja mchungaji. Asema ule mchungaji anatoka asema hakuna mwanamke mzuri kama mke wangu. Hey, haleluya. Hakuna mwanamke mzuri kama mke wangu. Akisema fulani asema abe baba amekuja. Hey, abe baba asema, akaishia pale pale. Na ule mchungaji alikuja kuwa askofu, lakini akaendelea kumsifu mke wake. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya mke amemjua Yesu. Na mambo hayo mazuri hayatoki kwa shetani, hayatoki katika mabishano, hayatoki kwa mashoga zako, hawatoki kwa wale wanaokusuka nywele. Yapo ndani ya nyumba ya Mungu. Ndani ya nyumba ya Mungu kuna uzima, kuna mkate wa baraka, kuna mkate wa uzima tele. Unapokula maneno ya Mungu, unapobadilika, unageuzwa, unageuka, unakuwa mtu mwema. Ndani mwako kama ulikuwa una kelele, unaacha kelele. Wewe mwanamke acha kelele. Nakwambia wewe mwanamke acha nini? Kelele. Usiletee mimi kesi ya makelele. Alafu nasema mwanaume anatoka nje. Anatokaje nje wakati wewe umeletwa pale kama kofuli? Wewe si ndio kofuli? Unajua, ngoja kuambie ukweli Doto. Hebu sema ukweli. Upale kwenye chumba chako kabla hujaoa, wanaume wanakuja wanaweka kwenye kitanda nini? Miguu. Hawajavua hata yani hata hawavui viatu, alafu soksi zinanuka. Leo anaingia. Sema tu ukweli. Ngoja wewe ujui. Anakuja, wanaingia chumbani, lakini wakati ule hata kaunga chako anakuja na koroga. Subutu leo. Una heshima. Mwanamke ni heshima. Mwanamke anaheshimisha aliyemchagua. Hey, haleluya. Haleluya. Kwa nini naenda huko? Anamheshimisha. Akija nyumbani, alafu baba hatachelewa. Unaletea kesi ya baba kuchelewa. Mchungaji, najua mume wangu siku hizi, unajua siku hizi amebadilika. Wewe ndio umebadilika. Wewe ndio umefanyaje? Yaani hata ningemfanyia unamfanyia na kelele hizo. Bwana asifiwe sana. Kama kuna kiumbe duniani, sema duniani, kinachochukia kelele, namba moja. Sema namba moja. Wale ambao umetembelea mbuga za wanyama, kuna mnyama anaitwa simba. Simba hapendi nini? Kelele. Simba hapendi nini? Siku moja nikamwona simba amemjia mbwa. Mbwa simba akaangalia tu hivi akaondoka zake. Hapendi kelele. Hapendi nini? Si kwamba ameshindwa kumpiga yule mbwa kofi pa. Hapendi nini? Hapendi nini? Hapendi nini? Ngoja nikuambie tena, mwanamke ulioko hapa, mwanaume hapendi nini? Ashindwe kukupiga kofi, lakini anakimbia. Anakimbia kelele yako. Tulia mwanamke. Kana kikango kizuri. Tengeneza chakula kizuri. Vinukishe ndani maneno ya harufu mazuri, maneno ya baraka. Soma neno la Mungu, shirikishe maneno ya Mungu. Shirikishe maneno ya nani? Nikwambie wewe,
Shirikisha maneno ya nani? Wewe. Shirikisha maneno ya nini? Ya Mungu. Mshirikishe maneno ya nani? Paka ule Mnyaturu akasema kwamba umemloga, kumbe hujamloga. Bwana asifiwe sana. Maneno ya Mungu yako ndani, yamekoa na Roho Mtakatifu yuko ndani, anashuhudia matendo makuu ya Bwana yanakuja. Shetani hataweza kuingia nyumba hiyo, wala yani, na siku zote penye amani mali zinaongezeka. Mali inaongezeka. Usimletee mtoto watu mikosi Ngoja nitoe ushuhuda. Na mnamtolea huyu mama. Iwe ni nzuri, iwe nini mbaya. Kwani si baadaye mimi na wewe nitaenda kumalizana huko nyumbani? Una shida gani? Bwana asifiwe sana. Mimi nikipigiwa kelele nachanganyikiwa. Nafanyaje? Nakosa cha kufanya. Na nitapoteza mambo mengi sana. Nitapoteza malengo, na hata wakati mwingine mali, nitakuwa na maamuzi yasiyokuwa sahihi. Na ndivyo wanaume wengi. Sijui wanaume mko hapa Mbona msemi amen na wakati wapigia mneo? Amen. Ngoja nije kwenu sasa. Bwana apewe sifa sana. Lakini anakuja mama watu akiniangalia hivi, akiniona hali imegeuka, anarusaiza asemi tena. Anda na nyamaza nini? Kimya. Na mimi naangalia asema, ngoja nisipoteze amani moyoni. Naenda kufanya kila alichoniambia. Bwana asifiwe sana. Sijamwambia nafanya, na naenda kufanya kila ambacho nafanyaje. Nimeona tunafanikiwa kwa njia hiyo. Wanaume wapendi kelele. Danyeni, wanaume mpo? Kweli au sio kweli? Asimama ambaye anasema yani mimi hata nipigiweje kelele, mimi ni ngangari. Eti mzee mwenzangu. Na kumbe na wazee ambao tuko nao sawa sawa hapa. Eti mzee, wewe ukipigwa kelele hebu simama, sema sipendi. Sema kwa Kichaga kabisa hapendi. Amezungumza lugha hizi Kichaga na nini? Kiswahili. Hapendi. Mwalimu umefika hapo uliko kwa sababu gani? Ule mzee elimu hata kama simemwona siku ile kule nyumbani, anaingia kila kitu anaingia haraka. Akikuangalia tu anaingia. Kwa nini? Umetoka naye mbali na umemjulia. Wanawake wadogo mpo? Mnanipenda, mnipendi. Mnichukie, msinipende. Mimi simemaliza. Si unaona mke wangu? Hebu simama mama haraka. Si unaona? Hata tukitembea namna hii. Si unaona? Tunatembea. Bado binti. Bado binti. Bwana apewe sifa sana. Sema namna hiyo tutafika. Vijana wasema usiniletee noma. Usiniletee nini? Kisha niletea noma nitaanza kutembea namna hiyo. Alafu sijui hata siku ya kufa tena. Na hesabu siku moja, mwaka umefika. Mwaka wa pili. Karibia Bwana uje. Lakini ukiwa na Yesu, na nyumba ikiwa na Yesu ndani, tunatembea. Haleluya. Tutembee na Bwana. Tuishi maisha matakatifu yanayempendeza Mungu. Na ngoja nimalizie hapa hivi. Hatuji kuangalia utakatifu hapa. Tunaanza utakatifu nyumbani. Nyumbani ndipo watakatifu wanapoishi. Pale unapoishi ndipo sura ya kanisa ilipo. Kama sifa ya kanisa alipo pale unapoishi. Ukija kanisani wafanya bure. Lakini ukija kanisani hata kama umekosea kule, badilika. Unapopokea maneno ya Mungu, itendee kazi. Yatendee nini? Bwana apewe sifa sana. Tulia katika Kristo Yesu. Akupe ufahamu
wa kuweza kuishi katika nyumba yako, akupe ufahamu wa kujua kwamba kipi kianze, kipi kibaki, kipi kianze, kipi kibaki. Yesu akawaambia wale, wakafunuliwa na maandiko kujua kudai haki yako. Na kila kuna walmaasai enda kwenya enda subai haya ta kende engura itiminda gorgoro kuloba yani lo utwata iti atwengi karne kinda yolo ifsidai oyeyai aitingo tana nuteine. Unataka nitafsiri? Tafsiri ni hivi: nyie mabinti wazuri, kae na ume zenu vizuri, msiwaharibu mioyo. Na nyie wanaume, msiwaharibu wanawake nini? Unaposhauriwa shaurika. Unajua sisi ni ngangari. Hata mimi hapa mwenyewe ni ngangari. So kila jambo tu linakuja kwangu napokea. Ni nini? Ngangari. Lakini kuna wakati mwingine nalegeza. Kubali kukaguliwa. Mama, barikiwe. Nilivyo hivyo ni wewe. Nikikaa vibaya ni wewe, nikikaa vizuri ni wewe. Bwana asifiwe sana. Hata muonekano wangu ni yeye. Amen. Hata nikisimama katikati ya watu ni, lakini na mimi akiangaliwa na yeye naonekana kama na akili nzuri. Upo? Sawa. Sawa, Mungu awabariki sana. Tafuteni kwanza ufalme wa nini? Wa mbinguni. Malizie kwa Kolosai 3 mstari wa 1 na 4. Paulo anasema tutafute aliyo juu, Kristo alipo. Kolosai, namalizia hapo kwa Kolosai 4. Asema basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yani sisi tuliokoka tumefufuliwa pamoja na nani? Na Kristo. Na nimeshasema maisha ya watu wote, nyumbani, ndani ya nyumba ya Mungu, kwenye maombi na kusimama na maandiko. Bwana asifiwe sana. Na ndio ufalme, kutafuta ufalme wa Bwana ambaye ndiye atakayetusaidia. Asema basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu mmefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Bwana asifiwe sana. Tusimame, tafuta yaliyo juu, Kristo aliko, sio katika nchi. Haya ya nchi yanapita. Hata tukijenga magorofa yanabaki magofu. Hamjaona wakubwa wanaondoka? Hamjaona wakubwa wanaondoka? Amsikii? Si mnasikia? Kama wanaondoka, tunajua nasi tutaondoka. Haleluya. Tulia, njoo nyumbani mwa Bwana. Achana na mwanamke Bwana. Sauti yake inabomoa ukuta. Wanawake waliimba.